wa Kristo hayafanani na mawe na rungu za dunia. Jehova tukuzwe. Inua mkono wako sema amen. Tuko hapa na mimi nataka ujue tena adui wako anajua silaha alizokubebea ambazo zinaweza pigana nawe mpaka ukaacha neno la Bwana. Hayuko bure, na wewe usiposimama imara silaha hizo zitakumaliza. Usiogope maneno watu wakikutupia. Simama imara na uweke ngao yako imara. Piga vita vizuri. Haleluya. Angalia mwendo wako umalize. Kama unainipata jameni, shout amen. Haleluya. Inua mkono wako sema amen. Mungu awabariki sana vijana wetu waliokule kwa barabara. Mungu atende mema. Kwa hivyo neno moja nililo nalo ni kwamba upande wa nyota, nasikia watu wanaulizia ya kwamba unamaanisha nini? Hakuna mtu anaweza sema na kisha nyota yako duniani. Ufunguo ndio mimi najua unapewa. Nyota uko nayo. Na siongei kuhusu mtu. Mimi nafundisha vile Biblia inasema. Nyota yako itang'aa lakini uwe na ufunguo. Ni kama mtu aliye na tochi na una ufunguo wa nyumba, utaingiaje? Mshapewa neema duniani. Chenye mnatafuta hata kanisani ni ufunguo wa kufunga. Jamani, wa kufanya nini? Anasema nimewapa uwezo juu ya ulimi wenu. Kile mtakacho nena, kile mtakacho nena nitatimiza. Mtakalo lifunga. Alafu Mungu ni mwema, akasema kile mtakacho funga nitafunga, na kile mtakacho fungua nitafungua. Tuna uwezo. Haleluya. Tutafute vifunguo vya kiroho. Nyota zishakuwepo. Ukifa ndio nyota yako inapotea. Ni kama unatolewangwa kwa register. Na kuambia ukweli, ukifa nyota yako inazima, lakini ukiwa hai itaangaza tu, itakuwa ina. Alafu nikapata ufunuo. Kwa nini watoto wengi watu wa watu wanaenda kule mjini Eldoret, Kisumu, wapi? Wanaenda maisha yanakuwa magumu. Wanaanza kusema maisha ni magumu, tunatafuta nyota yetu. Nilienda Mombasa juzi tu, mwezi jana iliyoisha. Niko na kanisa pale Ukunda. Tukaenda na wachungaji. Saa 3 usiku, saa 4. Roho Mungu akaniambia, nabii wafunulia habari ya nyota. Nikaambia pasa mmoja, unajua ilikuwa siku yangu ya kwanza. Nikaambia mchungaji wa kule, kuja tuende nje. Nikawaambia tukienda nje tutaona nyota ngapi? Niliwaambia taona nyota ngapi? Kwa maana nina nyota ngapi? Hiyo nyota iko hapa, itangaza hapa na tutaiona. Na nikamwambia mchungaji, we utanionyesha yako. Tukaenda nje tukaona nyota ngapi? Nikamwambia nionyeshe yake. Hakuna. Nikauliza kwa nini? Nikaambia washirika basi nao wakuje. Mimi nikamwambia mbili zenye mnaona ni zangu. Lakini mnionyeshe zenu. Hakuna. Kwa sababu gani? Wale wote nilikuwa nasikia, nimetoka Kakamega. Mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana, nimetoka Shaviringa. Mimi Yesu Kristo ni Bwana, nimetoka Kisii. Mimi Yesu Kristo, sikusikia kwa mtu wa Mombasa kwa hiyo church. Nilisikia walitoka Western na wengine Nyanza. Kumbe waliacha nyota zao wapi? Nyanza, Western. Ukitoka hapa unaenda kama Eldoret. Kumbuka kuambia Mungu, ninatoka ninaenda Eldoret. Nyota yangu inifuate, yendi simame Eldoret. Mnaambianga Mungu. Na ndio sababu Adamu
dhambi, Mungu alipomulikia nyota haikumpata. Ndio Mungu mwenyewe akaja mchana akamuuliza, mchana nyota inakuanga imerelax, imeachia Mungu nafasi, hata zina shift, jua mchana, nyota usiku. Jua ikienda kupumzisha imani, hilo ni jicho la Bwana, nyota zinakuja. Na usiku nyota zinakuwa nyingi kwa sababu mapepo nayo yanakuja yanainuka. Unajua mapepo yanakuanga nyuma ya Mungu. Akipinduka angalia huku zinakuja wapi. Akipinduka ni kama panya kwa nyumba. Ukizima sitting room zinakuja giza kwa sitting room. Ukizima bedroom na wakisha sitting room zinapita zinaingia wapi? Hivyo ndivyo mashetani anacheza karate na Mungu. Lakini Mungu akasema, nyuma yangu nitawaachia kila mtu nyota yake imsaidie. Nyota yako iko wazi, hakuna hata wingu litafunika. Jehova tukuzwe. Lakini ni wewe mwenyewe hujajua unayo nyota. Utatafutaje nyota na uko nayo? Because uko hai. Yeyote aliye hai nyota yake inampa uzima. Ukifa ndio nyota yako inazima. Yesu ainuliwe. Wakati ambapo hata mimi nilidhani ya kwamba naweza ambia washirika, tafuteni nyota, tafuteni nyota. Kumbe sio hivyo. Roho Mungu akaniambia, Asheri, wewe ni nabii wangu, ambia watu lenye unasikia si lenye unasikia kwa wengine. Niambia Mungu nisamee. Kama kuna watu niliambia kuja niwafungulie nyota, munisamee. Nilikuwa muongo, nilikuwa naenda na akili ya mtu mwingine. Lakini akili ya Mungu akaniambia, Asheri, ninakwambia tafuta neema kubwa. Neema hii utakachofungua watu wako hapa kitafunguliwa mbinguni. Akaniambia, Musa mtumishi wangu nilimpa fimbo kama ufunguo, na ule ufunguo ni ulifungua bahari la Shamu. Watu watakao kusikia chochote ambacho utafunga mahali popote ulipo, hata walio Mombasa, kitafungwa. Na kile utakachofungua kwa wanaokuamini, mahali walipo bahari zao zitafunguliwa. Haleluya. Si lazima ukuje unifuate kwa mgongo. Bora unaniamini hata ukiwa Amerika. Kile nitakachonena nena kwa watu ambao hata wako live, hata wako online, hata wako mashambani wanalima, lakini wanaamini madhabahu ya Edeni. Kile tutakachofunga kitafungwa mahali popote. Haleluya. Jehova tukuzwe. Si lazima uje Nairobi kutoka hapa, isipokuwa labda ni jambo lizito. Lakini kama uko kwa haya madhabahu na uamini nabii Asheri, na uamini baba mdogo wa kiroho, na uamini madhabahu, kile ninafunga mahali popote nilipo kitakuwa kimefungwa, na kile tutafungua mahali popote nilipo kitakuwa kimefunguliwa, na utaona wema wa Yesu. Bora uamini. Yesu ainuliwe. Yesu ainuliwe. Utaniuliza kwa nini nabii unasema hivyo? Haleluya. Unajua wakati Musa alikuwa na wanafunzi wake wa Israeli, walikuwa wengi sana. Hakuna mtu duniani ana wafuasi kama walikuwa Musa. Unasikia kutoa Israeli kule Misri haikuwa rahisi. Walikuwa wengi, wamezaana, wameongezeka kwa jina la Waisraeli, ukoo wa Waisraeli. Yani ni kama unaweza sanya wa Kristo dunia yote na Yesu asimame wanamfuata. Hata mimi nitamfuata. Anglikani watamfuata. Kwa maana yeyote anaitwa Mkristo. Sasa Waisraeli walikuwa kama wa Kristo na wanafuata Moses. Vile sisi wa Kristo tunafuata Yesu. Kwa hivyo nataka kuambia ujue, Musa alikuwa na wafuasi wengi sana, hakuna mtu duniani. Ni vile tena Yesu ana wafuasi wengi sana. Hakuna pasta yoyote, hakuna prophet yoyote anaweza kuwa na watu zaidi ya Yesu, kwa sababu hata yeye ako ndani baadhi ya mfuasi wa yeye. Jehova tukuzwe. Wakaanza safari.
Hebu chukua imani vile wameanza safari. Unajua ukisikia walienda kwa bahari, hawakwenda laini moja vile mnapanga laini hapa mkipiga kura. Njia ilikuwa, tuichukue mfano kwa ile maduka na tuchukue tena kwa yale maduka. Wote walikuwa wamejaa na wanaenda mbele. Sasa wale waliokuwa katikati hawakuona Musa. Halo? Hawakuona fimbo ya Musa. Hata hawaku alikuwa upande huu ama upande huu, lakini walivuka. Na ndio nakwambia inawezekana hata wakati ninahubiri, hauko kwa televisheni, hauko kanisani, uko kwa shamba unalima, lakini uwepo unakukujia. Kwa maana imani yako iko kwa madhabahu ya EGTM. Musa hata watu wengine hawakujua wanavuka. Yeah. Haleluya. Wakati utaacha umati wa Jehova, ndio utajua kumbe Yesu alikutoa mbali. Saa hizi unapitia kwa neema ya mchungaji wako. Wakati utaacha neema ya Yesu Kristo, ndio utarudi ukisema kumbe ilikuwa mbali. Amen. Na utarudi sasa ndio ujue kumbe ulichoka. Lakini ukiwa na wengine hauna uchovu. Neema ya wengine inakupeleka. Neema ya wengine inakupeleka. Unapotubu peke yako ni tofauti mkitubu wengi. Haleluya. Unapofanya ibada peke yako ni tofauti mkifanya wengi. Usiniambie mimi naombea kwa nyumba. Yesu ainuliwe. Yesu ainuliwe. Unajua nashukuru sana, kuna ndugu mmoja aliniuliza swali, lilikuwa ngumu kidogo tu, lilikuwa lizito. Aliniuliza na biashara, kuna kitu kinanisumbua. Nikamwambia hebu sema, na nikamwambia na usiseme nijibu, kikinishinda na mimi sitajibu. Kwa hivyo nilikuwa najitakaza akaniuliza, huyu mtu anaitwa Hezekia. Wakati nabii alikuja akamwambia ageukie ukuta. Ngoja kidogo, alimwambiaje? Nimesahau hiyo kitu. Hata wewe umejua chenye mliulizana. Alimwambiaje? Hebu nipatie huyu microphone. Sisemi usimame, usisimame, ukiseme tu. Patia ile patia any microphone hapa, patia kwa hawa warembo wazuri hawa. Sijasema usimame. Nauliza wewe wakati mtumishi wa Mungu alikuja kwa Hezekia, alimwambiaje? Ushaisikia hiyo habari? Hapana. Wewe hujaisikia? Ndio unasikia leo. Pokea muujiza. Nani ashaisikia? Hii mambo ya Hezekia, alikuwa mgonjwa akaambiwa angalia ukuta aanze kutubu. Alimwambiaje? Hakuna mwenye anajua. Sitaki wachungaji, nataka hawa. Jehova tukuzwe. Hakuna? Kumbe ilikuwa swali ngumu. Patia huyu mama ameifanya kimberembere. Uanguke tukucheke leo. Niambie sasa. Jaribu. Unajua ni mwalimu. Alitumiwa nabii. Ndio, alitumiwa nabii. Aliambiwaje? Nabii alienda kumwambiaje? Hezekia alikuwa mgonjwa. Patia yule. Sinikwambia alitengeneza nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu. Kweli ilikuwa nzito. Huyu ndugu alisema kweli. Patia yule. Patia yule anisaidie. Hili swali ni ngumu sana. Si rahisi. Yule. Unaona hata anainua mkono. Huyo ako tayari kujibu. Hebu karibu sana. Sema. Alimwambia hatapona, atakufa, kwa hivyo atengeneze mambo ya nyumba yake. Alimwambia hatapona, atakufa, kwa hivyo
atengeneze mambo ya nyumba yake. So mambo ya nyumba yake ilikuwa nini? Umeanza tu vizuri, unataka kumalizia kwa mwili. Mambo ya nyumba ilikuwa nini? Dhambi. So alikuwa ametenda dhambi. Hey, hapo ndio umefika. Mwingine amsaidie. Haya, patia huyo ndugu basi. Patia yule. Kulingana na maandiko ni kama Hezekia mwenyewe alikuwa amechua ni makosa kani yenye alikuwa ametenda. Kwa vile aliambiwa, alikeukia tu ukuta na akaanza kutubu. Na nikuulize, ni nabii alimwambia ageuke ukuta? Sauti ya Mungu ndiye ilikuwa imepitia nabii. Akamwambia angalie ukuta. Atengeneze mambo ya nyumba yake, maana kifo kilikuwa mbele zake. Na kwa nini aliangalia ukuta? Kumaanisha kuna matendo mabaya alikuwa kuna machukizo mbele za Mungu yenye ilikuwa imeonekana. Na Mungu alisema kupitia nabii atengeneze mambo ya nyumba yake. Ndio. So kuangalia ukuta ni kutengeneza ama kupanguza na kumobu ndio kutengeneza? Kwangu naweza sema ni kutubu. Ni kutubu. Ehe. Na akamwongeza siku ngapi? Alimuongeza miaka 15. Na hiyo miaka 15 si kidogo sana? Si kidogo kwa vile ilikuwa akufe hata labda baada ya siku moja. So hata akiongezea 15 iko afadhali. Ndio. Haya, na hiyo 15, hebu hata wewe ukikuongezea 15 unajua utabaki tu vile ulivyo. Si nitakuwa nimepata mabadiliko. Mabadiliko? Ndio. Na hiyo mabadiliko sasa unasikia unakufa sasa 15 imefika. Aliniuliza hivi, sasa hiyo 15 unajua sasa umemaliza miaka 14 na miezi 11 na siku 29. Sasa unaweza fanya nini? Hapo kuna mambo mawili. Kama nitakuwa bado nina tamaa ya kuishi zaidi, ninaweza omba tena Mungu nafasi. Ayai. Ama nishukuru Mungu kwa neema yenye alikuwa amenipa. Na uende tu hivyo. Ndio. Ayai. Na ndio ulikuwa unaanza maisha. Hautaenda ukinungunika, Mungu ungenisaidia kidogo. Hapo nitashukuru kwa vile tayari neema alikuwa ameshanipa. Hiyo swali ilikuwa nzito kweli. Ngoja tu tunakuja mama. Unaona watu wako na maoni kuliko yako. Patia huyo. Lakini umejaribu. Pigia makofi. Hata pigia yule dada mwingine makofi. Haya, hebu sema brother, ulikuwa unasema nini? Na Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa nasema kulingana vile Mungu alisema huyo mtumishi wake akeukia ukutani. Ilikuwa kwamba aliongezwa miaka 15 kulingana na kutubu kwake. Sasa ikawa ile miaka 15 inapoisha imebaki siku moja. Yaani inaisha leo, kesho inafaa kufe. Sasa hapo ndio mahali kuna utetanishi. Hapo ndio mahali kuna uamuzi. Unaamua kukufa ama ukufi. Nilisikia ngoja kidogo. Nilisikia mchungaji mwingine mahali. Nikawaambia huyo ni mkora na wadanganya, mkasema na danganya. Akasema Mungu amemwambia atakufa sijui Januari ama Februari ama Machi. Akasema atakupa Februari, ati mpaka Mungu akasimama kwa ndoto. Nikamwambia ni mkora. Ukora mtupu. Alikuwa anadanganya wafuasi. Aone. Haleluya. Amen. Alipoona sasa hiyo Februari imefika hakuna dalili, akajiuliza nifanyeje nirudi niwaambie amecancel na hajatubu. Kama Hezekia alitubu, hata kama alitubu kisiri, basi angesema sasa vile alisema Mungu alimkujia kwa ndoto. Mungu lazima atume mtu, hawezi kuja peke yake. Ili iwe ushuhuda kwa watu. Hata Yesu kifo chake kilitabiriwa na kina Isaya na hawajakuwa. Kwa hivyo yeye angetumiwa nabii kama Asheri. Ambie mwambie atakufa asiporekebisha mambo fulani. Ndio yule nabii amwambie. Lakini wezi nidanganya Mungu ataninenea nataka niue. Tena yule Mungu arudi aniambie mimi ati hutakufa sasa. Uongo. Narudia uongo. Amen. Nasema tena ni uongo. Nakataa kwa jina la Yesu. Okay, sema sasa. Jamaliza. Samani nilikuwa na kwa anga. Sasa zile miaka 15 yes, sikifikia mwisho, umebakisha siku moja. Inatakikana ukufe kesho. Wewe unaweza fanyaje?
Sasa hapo hata kukula siwezi kula, nikulilia tu Mungu. Baba, endelea kunisamea. Okay, sawa. Na kama bado miaka ni 10? Kama ni 10, umemaliza 5. Yes. Sasa miaka ni 10, unaweza fanyaje akiwa wewe? Ninakumbuka yale niliyoyapitia nyuma, ndio akaniambia kwamba nikeukie ukutani. Alafu zile baraka zile ambazo ananipa niendelee kusitumikia, nikihitaji uwepo wake, ili siku sikiisha, siku moja yenye imebaki, niwe kama nimenyooka mbele zake Mwenyezi Mungu. Ni vizuri. Na kwa nini umesema ikiwa sasa imebaki moja ndio hutakula? Si ndio hapo utakuwa labda nimetenda dhambi kidogo. Hiyo swali ilikuwa ngumu. Kweli nimegundua. Haleluya. Amen. Mungu akubariki sana, mpigie makofi. Asante baba. Unajua nasema ukicheka unaongeza miaka. Si mcheke tu muongeze miaka. Nyinyi hamtakuwa kama Hezekia. Wanasema ukismile, uwe na furaha, unaongeza siku. Kwa hivyo upende kucheka cheka. Sio ovyo ovyo, unacheka kwa style ya kuongezewa siku. Nani ambayo wa mwisho? Sijapata vile ambavyo ningependa tusaidiane. Hakuna. Kwa hivyo mmejaribu. So nilijaribu sana kuangalia, nikakuta huyu mchungaji, huyu alikuwa kuhani Hezekia, na alipokuwa katika hali ya hatari hakuwa zaidi kutenda dhambi, ni ukosefu wa kutumikia Mungu. Na pia ni njia moja ya kutenda dhambi, lakini yani kuvunja maagano yake na Mungu. So kilitendeka, magonjwa yako duniani mara 3 ama mara 2. Kuna ugonjwa wa mauti na kuna ugonjwa si wa mauti. Ni kwa ajili ya utukufu wa Elishadai. Na ugonjwa ambao si wa mauti, mtu anagonjekanga mpaka wanasema ni nini limkula, mpaka watu wanasema si akufe, lakini ni kwa ajili ya ushuhuda. Na watu hawajui ni kwa ajili ya ushuhuda. Mungu akikupa punishment hakuui mara moja. Shetani kazi yake ni kuja kuua na kuharibu. Lakini Mungu anakupa, ukiona mtu anagonjeka kwa muda, ni Mungu, si mwingine, na ni kwa sababu ya neno la Jehova. Mpaka mrudie Bwana. Watu wameahidi Mungu vitu vingi. Na hii inanisumbua. Watu wameahidi Mungu vitu vingi, lakini hawajawahi timiza. Tukuje kwa Hezekia. Katika habari yangu ya kiroho na Mungu kunisaidia, Hezekia alipogeukia ukuta, hakuambiwa na nabii ageukie ukuta. Yeye aliambiwa, rekebisha mambo ya nyumba yako, la sivyo utakufa. Hezekia aligundua mpaka tuwe na formula ya kurekebisha mambo ya nyumba. Watu waliokomaa kiroho watajua mambo ya roho. Ungekuwa hujajua roho, hungetumiwa nabii. Kwa maana nabii unena kwa mafumbo, mifano zaidi, ama kwa mithali zaidi. Kwa hivyo ungefagia nyumba ing'are, ungemuona Mungu. Aligeukia ukuta, akatubu, akalilia Mungu. Mungu akaingilia ndani mwa yule nabii aliyemtuma wa kwanza, akamwambia ili aamini, rudi umwambie nimemuongezea miaka 15. Alifurahi. Narudia tena, alifurahi. Narudia tena, alifurahi. Kwa nini alifurahi? Yaani umeongezewa tu miaka 15. Kwa nini alifurahi? Mungu amemkumbuka. Jehova tukuzwe. Kwa nini alifurahi sana? Mpaka akafurahi sana. Hata wewe Mungu akisema amekuongezea tu mwaka 1, utafurahi sana. Wacha niwaambie ukweli. Miaka 15 mbele za Bwana, maandiko yanasema siku moja mbele ya Bwana ni mwaka 1.
Kwa hivyo miaka 15 ni ngapi? Yaani ni kama uko na 80 years. Alafu kwa jela wanasema wanakufunga 40 years. Si utamaliza ujisahau iishie huko. So alifurahi kwa sababu alijua hahesabu vile wanadamu wanahesabu. Miaka 15 mbele za Bwana. Mungu alimpa miaka yote mpaka akufe, bado miaka inahesabiwa. Jehova atukuzwe. Hapo ndio siri watu hawajaigundua baba, ya kwamba Mungu hahesabu vile watu wanahesabu. Alimwambia nimekupa miaka 15. Kama ni 15 fanya hesabu. Kama siku moja mbele ya Bwana ni kama mwaka siku ngapi? Siku moja mbele ya Bwana ni miaka ngapi? Sasa uone vile Mungu alimbariki. Mungu akikurudia hananga kurudi nyuma. Na ndiye anasema kila alichofungua mwanadamu hatafunga. Na utawahi rogwa. Ukiamini Mungu wa Ibrahimu na aseme ndio mtoto wa watu, haleluya, hatu ende chini, hatu gagae, hautaweza roga mtu. Aliyekubalika na Mungu hatufanye njama. Mungu atakuwa anamtetea kwa sababu yeye anamtetea. Biblia imesema wali ya kwamba nawapenda wale wanipendao, na wachukia wanichukiao. Haleluya. Yesu anaweza. Haleluya, Yesu anaweza. Sema amen. Weza Baba. Haleluya, Yesu anaweza. Oh, Yesu anaponya. Mwana wa Mungu kweli anaweza. Sema amen. Baba, haleluya, Yesu anaweza. Haleluya. Kuna watu kwenu kwa mji, kuna wamama wazee zaidi, kuna wababa wakongwe sana, lakini bado wanaendelea. Wana miaka 100. Hata wakifa mnasema hatujalia, tunasherekea. Nataka kuambia kuna miaka ambazo zimebaki zake, na hizo miaka zinabakingi kwa familia. Yeyote anayemrudia Bwana, Mungu anachukuanga anamuongezea. Ukimpenda Mungu, miaka zozote alizopeana kwa familia yenu, wakakufa kabla wamalize, zinakujanga kwa yule anayempenda. Jipigie makofi kwa jina la Yesu. Miaka zinatokanga kwa familia. Kuna watoto wadogo wanakufa wakiwa na miaka 8, kumbe wangeishi 80 years. Shetani akawamaliza. Miaka hizo bado ziko kwa familia yenu, zinatafuta mtu mwaminifu atakayeongezewa. Maana Biblia inasema yule ambaye anamtafuta kwa haki ataongezewa wakati imepungua. Tunaomba kanisani, Baba nipe tu uzima, Baba niongeze miaka. Zitoke wapi? Zinatoka kwenu wenyewe. Haleluya. Miaka za wachawi zilizopunguzwa zitakuja kwenu wenyewe. Miaka za watu wabaya zilizopunguzwa zitakuja kwa waaminio. Ukiwapa chwele shout amen. Pokeeni miaka muishi hadi muachie mpaka wajukuu wenu. Mkiwa tayari kuipokea shout amen. Biblia inasema msiogope, msifadhaike, jitieni imani. Haleluya.